Maumivu anayopitia Magdalena Edwin Kingu hivi sasa, kama ni mama na tayari umebarikiwa kupata mtoto, utanielewa. Basi kutoka hapo ndio mwanangu hatujamuona mpaka sasa hivi. Hatuelewi mwanangu yuko wapi, anahangaikia wapi. Ni siku ya ngapi leo mama? Pole. Leo siku ya 4. Mama huyu kula kwake na kunywa imekuwa ni taabu sana. Hajui ni ushirikina wala chochote alichokumbana nacho mtoto wake mwenye umri wa miaka 16. Katika mazingira ambayo mpaka sasa haijaeleweka bado juu ya kupotea kwa mtoto wake wa kiume aitwaye Samueli, hali inayochangia mawazo makali kwa mama huyu pamoja na ndugu wa mtoto huyo. Kwa uchungu, Magdalena anatusimulia jinsi mtoto wake alivyoondoka nyumbani mpaka kupotea. Akasema, sasa mama, leo yani hatulali. Mimi naona nikilala tu kama gari linaniacha. Nikasema hapana, haliwezi kukuacha, kesho utasinzia kwenye gari. Basi tukawa tunaongea hapo. Tukakucha asubuhi saa 12 wameamka, wamejiandaa vizuri. Tumewasindikiza mpaka Shabibi. Wamepanda Shabibi mpaka pale Nanja. Walimu wamewapokea vizuri tu. Tukapiga simu, wakasema wameshafika. Tukashukuru kwa kweli. Sasa mimi nimekaa mpaka hiyo siku ya Alhamisi, Ijumaa asubuhi tu nimefanya shughuli zangu. Nimerudi nyumbani. Usiku nimelala, wakanipigia simu. Mwanangu huyo alinipigia simu, mama, eti anasema nani Samueli hamuoni, sijui yuko wapi. Mimi nikasema ilikuwa saa ngapi? Kasema mwalimu mimi ndio kanipigia, hajamuona. Kwa kweli toka kipindi hicho ndio akaanza kutafuta huko, na sisi huku tunashirikiana kupiga simu huku na huku, tunaulizia kama amemuona, lakini watu wanasema hajamuona. Basi kutoka hapo ndio mwanangu hatujamuona mpaka sasa hivi. Hatuelewi mwanangu yuko wapi, anahangaikia wapi. Magdalena anaililia jamii, anapaza sauti atakayemuona mtoto wake amfikishe kituo cha polisi kilicho karibu yake. Tafakari kwa uchache, kama ndio angekuwa mtoto wako amepotea ghafla na huna hata pa kuanzia, ingekuwaje? Mama huyu anaishi maisha ya taabu sana hivi sasa. Hii ni sauti ya Rami Ramsey. Mwanangu Samueli Edwin Kingu nimemzaa mwaka 2010. Ameanza kusoma. Amesoma kuanzia chekechea, nikamuingiza darasa la kwanza. Mwanangu huyo alinipigia simu, mama, eti anasema nani Samueli hamuoni, sijui yuko wapi. Mimi nikasema ilikuwa saa ngapi? Kasema mwalimu mimi ndio kanipigia, hajamuona. Kwa kweli toka kipindi hicho ndio akaanza kutafuta huko, na sisi huku tunashirikiana kupiga simu huku na huku, tunaulizia kama amemuona, lakini watu wanasema hajamuona. Basi kutoka hapo ndio mwanangu hatujamuona mpaka sasa hivi. Hatuelewi mwanangu yuko wapi, anahangaikia wapi. Ni siku ya ngapi leo mama? Pole. Leo siku ya 4. Siku ya 4. Ndiyo. Na hujapata maelezo yote kutoka shule kwamba pengine chanzo ambacho kitokea mpaka kapotea? Hapana, anasema tu alikuwa vizuri, hata alivyoenda amempokea tu vizuri, alikuwa vizuri, hana shida yoyote. Alipokuwa nyumbani Samueli, maisha yake yalikuwaje? Pengine alikuwa na makundi au alikuwa anatumia vilevi vyovyote pengine ambavyo vimepelekea yeye? Hapana, kwa kweli alikuwa hana hiyo tabia ya kulewa wala nini. Alikuwa tu kwa kweli mtoto ni mzuri, na wala alikuwa hana tatizo lolote. Yeye alikuwa anaimba tu kwaya, anaenda kwenye mazoezi. Baadaye namuuliza mwalimu wake, wameshaondoka hawa? Ananiambia ndio wameshaondoka, na kwa kweli tunakaa kidogo anafika. Mpaka sasa hivi alikuwa anapenda sana kanisa. Anapenda sana. Mpaka sasa hivi una taarifa yoyote kutoka shule pengine? Yaani sina taarifa yoyote, na ameniambia na wenyewe bado wanaangalia. Wanatafuta na wenyewe, sio kama amekaa, ila na wenyewe wanatafuta. Wanatuma habari huku na huku.
Na hauna taarifa pengine labda kaonekana sehemu nyingine tofauti na shule? Hapana, sijasikia. Kwa haraka mama, pengine unahisi nini chanzo kwa haraka, kwa sababu wewe ni mzazi, ni mama, unamtambua mtoto wako, na pengine una ndugu, una familia, pengine hamna chochote ambacho unakiwaza kichwani kwamba pengine kuna kitu kimefanyika au kimefanywa pengine na ndugu au na nani ili jambo liweze kutokea? Hapana, kwa kweli. Na haujajaribu kutoa taarifa polisi pengine? Sijatoa taarifa, nikajua pengine kama kaondoka huko anaweza akarudi huko nyumbani, ndio maana hatujatoa taarifa polisi. Lakini mpaka sasa hajafika. Lakini sasa mpaka saizi hajafika. Ndio maana sasa naogopa, na mimi na wasiwasi, nasema mwanangu kaenda wapi? Mbona hana hiyo tabia kuondoka, kukaa siku zote hizo? Yeye alikuwa na mama tu, basi maisha yake yote tu. Pengine Samuel anapenda kufanya kitu gani zaidi? Yeye alikuwa anasema mimi napenda kusoma. Kusudi nije nikopoe familia. Yeye alikuwa anatamka hivyo. Hata siku moja hajawahi kusema kuwa mimi sitaki shule. Na angekuwa anasema hataki shule nisingempeleka. Manake ningemuuliza unataka nini, angeniambia, lakini mwenyewe alikuwa tu anasema nataka niende shule. Hata hapo shule zilikuwa zijafunguliwa anasema nye tufungue haraka shule. Mimi nimekumbuka sana. Tumekumbuka makande ya huko, tumekumbuka uji wa huko, Nanja. Kwa kweli mimi nimekumbuka sana. Sisi tukaa tunacheka tu, manake alikuwa anachekesha tu yeye. Kama mzazi inakugusa kwa namna gani? Unaweza vipi kupigana na hiyo hali, kwa sababu sio rahisi? Kwa kweli nimeumia sana mwanangu, toka hiyo mpaka sasa hivi, yani siku hiyo sijapata usingizi mpaka leo ninavyokuambia. Silali wala sinywi wala sili. Kwa kweli na mahuzuni kubwa sana. Mwanangu hajawahi kabisa kukaa kama siku 4 sijamuona wala kunipigia simu huko aliko. Uwezo wake darasani uko vipi? Wa kawaida. Kawaida. Nisiseme mkubwa sana, ni kawaida. Pengine kwa Mtanzania ambaye ataguswa na haya mahojiano, pengine anaonekana vipi Samuel, au yuko vipi au yukoje, ili kama yote ambaye anaweza ikamfikia hii interview iwe rahisi kumtambua kama huyu ni Samuel? Ni mwembamba, yeye sio mnene sana, ni wa kawaida. Hapo alivyoondoka wanasema alivaa t-shirt ya shule halafu na suruali ya kushindia, manake silikuwa naona sijui anaenda kulala. Sasa manake mimi alipotoka hapa alivaa tu nguo za shule za kawaida za hiyo shule ya Nanja. Wewe ni mzazi, rai yako ipi kwa wazazi wengine ambao wana watoto wadogo? Kwa kweli yani mimi tu kitu ninachokiomba, yeyote atakayemuona tu mwanangu watujulishe popote pale, manake siwezi kujua yuko wapi, yani hatuelewi. Na hapa unaishi mwenyewe, pengine na mtu ambaye anakuangalia, pengine anakutia moyo ule, kwa sababu usipokunywa pia inaita shida? Niko na mwanangu ndio ananisaidia. Ndio ananisaidia huyo mwanangu.